County counting huge losses a day after protesters who were on a looting spree invaded their shops, making way with goods of unknown value. These as scores others continue to receive treatment in hospital following injuries inflicted to them by protesters. Our reporter Alan Ochanda has spoken to the traders in Kakamega County and now joins us live. Good morning to you, Ochanda. Can you bring us up to speed on the situation in Kakamega County following the aftermath of yesterday's demonstrations that saw goons infiltrate the protesters? Ochanda. Well, Dennis, remember that the decency that had characterized day one of our demonstrations carried out by Gen Z generation has since evaporated, and the criminal elements are now apparently infiltrating. And yesterday was quite that the criminal elements, those who are on a mission, had already infiltrated and taken over. And we are now here in the downtown Kakamega, where behind me is this particular shop that actually deals with motorcycles and electricals here and spare parts, which was never spared in the looting spree. You can see on your screens how the damage here really evidence that of the magnitude of destruction and looting of property. You can see that that particular door was shoved by protesters there, and at least 15 motorcycles taken away by the not really demonstrators but criminals and looters. You can see the damage here. The door shoved is actually a glass door, metallic, with some metallic barriers, but that did not stop the looters from really accessing it. But we are reliably informed that at least 5 motorcycles have already, and we shall be speaking to the proprietors who are still recording statements with the authorities here in Kakamega. So maybe we could just talk to some of the residents of Kakamega here to just maybe songea tu hapa tatuambia tu mkazi wa Kakamega na pengine ilikuwaje, mlikuwa hapa wakati tukio hili likitendeka. Naitwa Elia. Fanyika, hatujaona ikiwa maandamano. Hizi vitu ambazo hatuwezi support kwa ajili ya ukusi wa uchumi wetu. Biashara ya watu wengi imeathirika. Maandamano ya kwanza ya vijana ilikuwa na mwelekeo mzuri, na president alisikia hiyo kilio ya vijana, lakini vitu ambavyo vinaendelea sasa hizi sio maandamano, ni wizi, na nitakana hao watu ambao wanafanya hivi vitu waleta agenda ile ambao wako nayo. Kama wakazi wa Kakamega, pengine ulikuwepo na uliweza kushuhudia nini pengine kando na hili duka? Kuna maduka mengine ambayo pia yameweza pengine kuvunjwa na kuweza kuibiwa. Naivas ambayo imekuja tu hapo juzi ilifunjwa kama tulikuwa na intervention ya police. Tayari tena ilikuwa tena ifanye nini ilutiwe, na hiyo ndio the latest investment ambayo tumekuwa ya pombe hapo chini ilifunjwa, ikatolewa karibu, ikachukuliwa pombe zote ambazo vitu ambazo zote zilikuwa ndani. So vitu kama hizo hatuoni kama ni maandamano. Hii ni hooliganism, wizi ile tu ya kimapafu ambayo nitakana serikali ichukue sheria kamili. Pengine mwingine ukisongea karibu, pengine wale ambao wanafanya kazi hapa ama pengine wale ambao wanashughulika na mambo ya kutengeza songea tu hapa, pengine unafanya kazi karibu hapa na mliweza kuathirika namna gani hapa na maandamano haya? Asante sana wanahabari, kwamba mimi kwa majina ni Alex. Mimi ni mmoja kwa madereva wa tuktuk na tunashika hapa. Hili ni duka ambalo tunatoanga hapo spare parts zetu za tuktuk, na hatujasikia vizuri kwa maana huyu muhindi anatusaidia sana hapa. Wale madereva wa tuktuk na wadozi wa tuktuk hapa, saa zingine hata anatukopesha spare part wakati hatuna pesa, tunatafuta tukimlipa polepole. Tumehuzunika sana kwa maana hata pikipiki zake zote zilibebwa na vijana. Tunaomba serikali iangalie hii maneno. Hii saizi si maandamano, wezi wameingilia ndani, sasa wanatuumiza. Tunaomba serikali pia ituangalie. Asante. Pengine mwingine akiweza kusongea karibu tu utueleze, tusongea tu karibu, utueleze jina lako, unafanya kazi gani hapa, na pengine nyinyi kama vijana wa hapa Kakamega ni na mwelekeo sasa yameweza kuingiliwa na wale ambao sasa ni wahalifu. Mimi kwa majina naitwa Amos Mulenya, mkazi wa Lurambi.
tuktuk. Na kitendo ambacho kilifanyika jana si wote walijitokeza ile maandamano ya peaceful. Lakini kuna wale baadhi ya wezi wale wakuja kuharibu, wanachukua hiyo manufaa, wanakuja kuharibu. Nao ndo nakuja kukosa heshima. Ndio Rais Ruto alikuja kasikia. Kuna vitu vingine ambapo sisi kama vijana afaa tunangojea pia. Tujue kipaumbele yenye itakuwa si kila saa tu kwa street, kila biashara inaharibika. Hata mimi kama mtu wa barabara, mtu wa tuktuk, pia mimi nagoma, sipati wateja.